Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa anzala al-ma'a wa ajra wa annahu huwa rabbush shi'ra lahu al-hamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. Amma ba'd, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sifa njema kamilifu ni zake Allah tabaraka wa taala, yeye aliyeumba kwa ukamilifu kabisa na kukadiria na kumpatia kila kiumbe muongozo. Yeye Allah tabaraka wa taala ndiye anayeyashusha maji kutoka mawinguni na kutiririsha mito. Hakika yeye ni Mola wa bahari. Allah tabaraka wa taala ndiye Mola wa shuura, ndiye Mola wa sayari, nyota, mwezi na jua, na vyote ameviumba Allah tabaraka wa taala. Vyote viko kwenye hisabu yake na vinamsujudia na kumnyenyekea. Amma baada ya hayo, ndugu katika imani, inna min a'zam ma yubtala bihi al-insan fi dinihi wa dunyahu, ama miongoni mwa mambo makubwa ambayo mwanadamu anapata ya mitihani katika dini yake na dunia yake, huwa an yattabi'a tariqa al-batil mimman huwa an yattabi'a tariqa al-batil au an yastami'a ila ahli ad-dalal mimman sakhara ash-shaytanu qulubahum wa alsinatahum. Ni pale ambapo mwanadamu anafata njia ambazo si sahihi, njia za batil, au kuwafata wale ambao shaitani ameshaziharibu nafsi zao, waliopotea. Shaitani ameshaweka wasiwasi na upotevu ndani ya nafsi zao, kisha sisi tunaona ya kwamba wao ndio watu waheri, kumbe tunapotea. Anasema Allah tabaraka wa taala, hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhumul kadhibun. Je, nisikujulisheni ni kina nani wanaoshukiwa na mashetani? Ni kina nani wanaoishi na mashetani? Ni kina nani wanaong'ang'aniwa na mashetani? Tanazzalu ala kulli affakin athim, humshukia kila muongo mwingi wa madhambi. Yulquna as-sam'a wa aktharuhumul kadhibun. Zamani walikuwa wakipenetrate, hata sasa wanajaribu kupenetrate mbinguni, kisha wanaiba baadhi ya vijimaneno, kisha wanakuja wanawasemeza hawa wafumu, kisha wale wafumu wanakuja kutuletea hizi habari. Wa aktharuhumul kadhibun, na wengi ni waongo, mengi ni uongo mtupu. Anasema Ibn Abbas katika tafsiri ya hii aya, qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tanzilu shayatin ala kulli kadhabin fajirin, mashaitani huwashukia watu waongo. Ukimwona mtu ameng'ang'aniwa na mashetani, mashetani hayamtoki, watu wanasoma mpaka wanachoka, mashetani hayamtoki, huyu anakuwa yuko na sifa mbili: kadhabun ni muongo, au athim ni mwingi wa madhambi. Athim ni mtu anayefanya madhambi bila ya aibu wala bila kujali, yani mtu anafanya israfu ya madhambi, al-athim. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya kwamba yulqi shaytan fi qalbihi al-kadhib fayahduthu bihi an-nas, shaytani humtia wasiwasi au vijimaneno vya uongo, kwa sababu wafumu wote lazima watumie mashetani. Sisemi waganga wa kienyeji, kwa sababu kuna waganga wa kienyeji ambao wanatumia miti shamba, ni halali, lakini nikizungumza wafumu katika lugha yetu ya Burundi, inafahamika kwamba ni hao waganga ambao ni wachawi wanaotumika na mashetani. Kwa hiyo shetani anakuja na mtia wasiwasi, kisha yeye fayahduthu bihi nnas, anakuja anawahadithia watu ambao wamekuja kushtaki matatizo yao. Anasema Mujahid, yaqulu Mujahid, al-affaku huwa al-kadhabu. Al-affaku maana yake ni mtu muongo, al-athim huwa al-fajir, maana yake ni mwingi wa madhambi. Al-fajir mwingi wa madhambi, mtu aliyekusanya kila dhambi bila aibu wala hataki kutubu, huyo ndio anaitwa al-athim, mwingi wa madhambi. Fi hadhihi al-aya, katika aya kama hii
Allah jalla wa ala yubayyinu lana anna ash-shayatin la tatanazzalu ala al-anbiya'i wala ala as-sadiqin, ni wazi ya kwamba mashaitan hayawateremkii mitume wala watu wa kweli, kwa sababu hii aya, sababu nuzul, Makureish na washirikina walimshutumu mtume ya kwamba anachokizungumza huyu wahi ambayo ni Qur'ani, ya kwamba ni wahi anapokea kutoka kwa shaitani, lakini Qur'ani inakuja kumsafisha mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mashaitani hawawashukii mitume wala watu wa kweli. Wa innama tatanazzalu shayatin ala alkuhani walarrafina wassahara wa ahli alkadhibi walbuhtani, bali mashaitani huwashukia wafumu alkuhani walarrafina, wanajimu. Kuna hivi sasa na tangu mwanzo walikuwepo watu wanadai ya kwamba wana elimu ya nyota, la hula wala quwwata illa billah, ya kwamba wana elimu ya nyota. Hawa ni waungu al-arrafina, anakuambia na kutazamia nyota yako, akwambia wewe nyota yako ni nge, na huyu mtoto mwanamke ambaye unataka kumuoa nyota yake ni chura, kwa hiyo mtaishi, uchumba unasambaratishwa hivyo. Nani alikwambieni haya mambo jamani? Haya mambo ni uzushi. Al-arrafina wanatumika na mashetani, walkuhani wanatumika na mashaitani, na yote ni uongo, ni uongo. Hakuna peti ya bahati, hakuna peti ya kusafisha nyota, hakuna kitu kama hicho, isipokuwa ni mashaitani wanaowatia wasiwasi. Wasahara, mashaitani huwashukia wachawi, huwashukia wachawi. Wa ahla alkadhibi, na watu wa uongo. Mtu ambaye ni muongo huishi na mashaitani, huishi na mashaitani, hukana mashaitani. Walbuhtan, na wazushi, hao ni watu ambao wanashukiwa na mashaitani. Waqad jaa fi sahihaini anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadhaba faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya subhanallah, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ni angalisho kwa kila Muislamu yoyote ambaye atakwenda kwa mfumu, mganga, mchawi au mnajimu au watabiri wa nyota, kisha fasaddaqahu bima yaqulu, kisha akamwamini alichomweleza, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Faqad hii qad hapa katika lugha ya Kiarabu ni harfu fujaiyu, yani kuanzia ni kitu kinakuja vup pale pale, kuamini tu umeshakufuru aliyokuja nayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kukufuru aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, maana yake wewe ni kafiri. Kumkufuru mtume ni kumkufuru Mwenyezi Mungu, na kila kafiri aliyemkufuru Mwenyezi Mungu makazi yake ni motoni. Wa hadha dalilun ala khuturati listima'i ila man tatanazzalu shayatin, na hii ni dalili tosha ya kutuonesha kwamba ni hatari sana kuwasikiliza makuhani na wanajimu, watu wa nyota, watabiri wa nyota. Ni hatari sana kuwasikiliza, maana yake umekuwa kafiri. Kuwasikiliza umekuwa kafiri, tangu unawasikiliza na kuwaamini basi wewe ni kafiri. Ya subhanallah. Waqad qala ulamauna al-ajilla, wanasema wanazuoni wetu watukufu kabisa, miongoni mwao al-Imamu Tabari rahimahullahu ta'ala, la tanzilu shayatin illa ala man huwa min jinsihim fil kadhibi wal fusuq, ya kwamba mashaitan hawamteremkii mtu isipokuwa anayefanana nao katika uongo na uchafu, madhambi. Yani ukimwona mtu ameng'ang'aniwa na mashaitani, anasomewa mashaitani, amekuwa sugu hayaondoki, basi huyo ni mtu muovu. Mtu mcha Mungu mashaitani hayamganganii, huondoka, kwa sababu haki na batili havikai pamoja. Kuna shida ambayo iko nayo ndani yake, yeye anaijua. Kwanza ni kuachana nayo, kisha watu wamfanyie ruqya, mashaitani yataondoka. Kinyume na hapo, mtasoma Qur'ani yote
mtachoma ubani, hakuna cha kufanyika, kwa sababu yeye hawezi kuachana mashaitani. Mashaitani hawezi kuachana na yeye kwa sababu anafanana na wao. Waqala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ash-shayatin la tuqaribu ahla al-khair, ya kwamba mashaitani hawawasogelei watu wa khair. Kinyume chake ya kwamba watu ambao wanakana mashaitani ni watu waovu. La tuqaribu ahla al-khair wa innama taqaribu al-kadhabin al-fujjar, ya kwamba bali mashaitani hukana watu waungu, al-fujjar, wengi wa madhambi, al-athim, wengi wa madhambi, yani mtu anafanya madhambi yote, mlevi yeye, mzinzi yeye, muongo yeye, anakula rushwa yeye, yani hakuna sehemu ambayo inapatikana dhambi isipokuwa yupo, au ndio watu ambao wanaishi na mashaitani. Ibadallah, waja wa Allah, fahamuni ya kwamba ash-shaytan la sultana lahu, ash-shaytan la sultana lahu ala almu'minina, innama sultanuhu ala man tawallahu wattaba'ahu. Fahamu ya kwamba shaitani hana nguvu yoyote kwa muumini. Maana yake kuna wasiwasi, mtu akisikia shaitani basi watu wanatetemeka. Hapana, Allah tabaraka wa taala amemjalia mwanadamu ndio awe khalifa. Inni ja'ilu fil ardi khalifa, wewe ni kiongozi, wewe ni mtukufu, na mkupa shaitani aje. Shaitani anaishi jalalani, anaishi chooni, anakutisha. Wewe ni mtukufu, anasubiri wewe ule ndo aje kukomboroza vyombo uliolia yeko. Wewe unamuogopa namna gani? Ya kwamba shaitani hawezi kuwasogelea watu ambao ni waumini. Shaitani huwasogelea, hukaa katika miongoni mwa watu ambao wamemkumbatia na kumfata. Na haya si maneno yangu, anasema Allah tabaraka wa taala, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Hakika shaitani hana nguvu, hana sulta yoyote kwa wale ambao wanamwamini Allah tabaraka wa taala na wanatawakkul kwake. Ile tawakkul wametegemea kwake Allah jalla wa ala. Wa innama sultanuhu ala alladhina tawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun, bali nguvu yake iko pamoja, nguvu yake iko kwa wale ambao alladhina yatawallawnahu, waliomkumbatia, wameshikamana naye, walladhina hum bihi mushrikun, na wanaoshirikiana naye. Ibadallah, kumbe tusiwe na wasiwasi ya kwamba mashaitani wanatuzidi nguvu na nini. Wallahi, wewe ni kiongozi, wewe ni kiumbe bora. Shaitani anakuzidi nguvu vipi? Shaitani anakusumbua vipi? Mkatae, usimkaribishi ndani ya nyumba yako. Toa miziki, toa mambo ya maasi ndani ya nyumba yako. Ya subhanallah, anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yadkhulu shaytan ala al-insan fi manafidha kathiratin, ya kwamba shaitani anaingia kwa mwanadamu kupitia njia nyingi, kupitia madirisha mengi. Wa a'dhamuha al-ghaflatu wal ma'siyah, na miongoni mwa madirisha makubwa anayopenya ndani yake ni katika ile al-ghafla wal ma'siyah, yani mtu kupumbazika, yani mtu unakaa huko hovyo hovyo, umepumbazika, umeshindwa kufuata sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufanye adhkari, huna udhu, maana umekaa hovyo hovyo. Mwanamke huna mtandio, umejipulizia marashi mwanamke. Miongoni mwa yale maasi ambayo Mwenyezi Mungu na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamekuziwia, na mwanaume alikadhalika. Kumbe unampatia shaitani njia ya kukuathiri. Na maliza ya kwamba wa min a'zam ma yuhassinu al-'abdu min ash-shaytan, mambo ambayo ni makubwa au ni ngao ambayo unatakiwa kushikamana nayo, kuivaa hiyo ajili ya kujiprotect na hao mashaitani. Ni mambo ambayo nataka kuyataja hapa, nifuate kwa uzuri. Jambo la kwanza, al-imanu billahi wa tawakkul alayhi. Ya kwanza ni kumwamini Allah jalla wa ala na kutawakkali kwake, ile imani thabit, sio imani ya manene tu, lakini imani iwe ndani ya moyo pia. Watawakkul, kumtegemea ule ukweli wa kumtegemea pamoja na asbabu. Unafanya sababu, sio usema tu atawakkul ala Allah kisha unalala. Hapana, pawe na asbabu.
La pili, adhikru, usisahau dhikri. Ziko dhikri za kusoma wakati wa kulala, kuingia chooni, wakati wa kuamka, wakati wa kutoka nyumbani. Maanake sheitani anakusubiri wewe ughafilike. Tilawatul Qur'an, kusoma Qur'ani. Qur'ani ndio ada yako, ipende Qur'ani, ni ngao kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atatushtaki siku ya Kiyama, atasema ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura, watu wangu wameihama Qur'ani, walikuwa waipendi Qur'ani, wameikimbia. Ya subhanallah. Na unafahamu mambo neno hijra, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, mtu ambaye hana chochote katika kifua chake miongoni mwa Qur'ani, kalbaitil mahjur au kalbaitil kharib, ni mfano wa nyumba iliyohamwa au nyumba gofu. Nyumba iliyohamwa inakuwa ni nyumba chafu, nyumba ambayo wahaja ndogo wanaleta humo, wahaja kubwa wanaleta humo, kuna mijusi humo, kuna kenge, kila aina ya uchafu. Maana yake mtu ambaye hana Qur'ani ndani ya kifua chake ni mchafu, mashaitani hawezi kuondokana nao. Kumbe tujitahidi Waislamu tuhifadhi Qur'ani biidhnillah, Allah atatupatia nguvu na atatupatia ushindi dhidi ya mashaitani. Na jambo la mwisho ambalo namaliza nalo ni kwamba tarkul maasi, tuepukane na maasi, bali tuachane nayo kabisa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.